Kwa hakika wanasema ujifunze kusafisha kikombe nje na ndani, kwa kuwa nje huvutia ndani na ndani huheshimisha nje. Kwa kweli nje imevutia ndani, kwani kama utakavyokuwa umeona katika mlango kuu la shule, hii ndio lango la kipekee eneo hili la Kaloleni, kuwa hakuna lango lingine sawia na ile inayowakataa wakati wa usiku, kumaanisha kuna mwanga katika shule hii. Kuna mengi tumekuandalia, lakini kwanza tunaanza kwa taarifa ya kuwa hapa katika shule hii ya upili ya St. George's tumesajili wanafunzi 600, na kwa kuwa kuna kuanzia mwaka uliopita hadi mwaka huu, na hasa katika kuwasajili wanafunzi hawa grade ya 10 ni mabadiliko mbalimbali yameshuhudiwa, yakiwemo haya yanayoletwa kwako na Brighton Nguma. Kuanzia tarehe 12 Januari mwaka 2026 wanafunzi wa grade ya 10 walipoanza kuripoti shuleni, shule ya upili ya St. George's ilipokea wanafunzi zaidi ya 600 na zaidi ya madarasa 16. Shule hiyo inayoongozwa na mwalimu mkuu Daktari Michael Mutambuki imesema ya kwamba imeweka mikakati ili kuimarisha shule hiyo, mwalimu mkuu akiongezea ya kwamba shule hiyo inajenga mabweni mapya na hata madawati mapya kuongezwa. Pia amewahimiza wanafunzi kutoa hofu, kwani tatizo la uhaba la walimu litatatuliwa. Jina langu ni Brighton Nguma, runinga ya Juhudi TV, Kaloleni. Tunaendelea sasa kwa taarifa kuwa kisunzi cha elimu ambapo kimeshuhudiwa katika usajili wa wanafunzi wa grade ya 10 kote nchini umepata afueni baada ya serikali kuingilia kati kukiri kuhusu matatizo yanayokumba usajili huo katika shule mbalimbali. Joshua Tuli anaarifu. Tofauti na hali ya kawaida kwa usajili wa wanafunzi wa grade ya 10 katika shule St. George's, kisunzi kimetanda kwa wiki mbili sasa, ambapo imeonekana kuwa na afueni baada ya amri ya rais. Rais aliamuru hivi majuzi kuwa hakuna mwanafunzi anayefaa kusalia nyumbani kwa kukosa karo. I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Maneno yake hayo ya Alhamisi iliyopita yalifuatwa na waziri wa elimu Julius Ogamba, kwa mwanafunzi yoyote wa grade ya 10 akirudishwa nyumbani kwa kukosa kufikisha karo, mwalimu huyo naye afuate nyayo. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani, mwalimu naye atoka aende nyumbani. Alielezea kuwa zinaweza kushughulikiwa hali hizo kulingana na ripoti ya rais. Alisema rasmi kuwa serikali imewekeza shilingi bilioni 4.4, kwa kimombo wanaita capitation. Tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. Hali hiyo ingawaje karo ndio shida, kumbe kwingineko hata madarasa ni mabovu. Katika shule ya chekechea huko Laikipia, miti imekuwa madarasa, vitabu kuwa vya ardhini na usalama sio hakika. Nikitamatisha habari hizi, jina langu ni Joshua, runinga ya Juhudi TV kutoka kaunti ya Laikipia. Naam, tukiendelea na taarifa hiyo ni kuwa shule kadhaa zimefungwa baada ya hali ya usalama huko Laikipia kutatizika, hata majangili kuamulia mifugo pamoja na kuhatarisha usalama wa wakazi wa huko Laikipia. Joshua Tuli aliendelea kufuatilia taarifa na sasa anaendelea kwa taarifa. Shule katika eneo la Laikipia kaskazini zimefungwa kwa ajili ya ukosefu wa usalama, hali hiyo iliyoacha mamia wanafunzi bila masomo na kulazimu kuungana na wazazi kwa kujificha katika shule zilizogeuzwa kama makazi ya muda kwa kutafuta usalama. Hii ni baada ya mashambulizi ya majangili yaliyotokea kwa siku 4 mfululizo na kusababisha kwa wingi kutafuta usalama. Nikitamatisha habari hizi, jina langu ni Joshua, runinga ya Juhudi TV, kaunti ya Laikipia. Tukirudi huku pwani, tunaelekea maeneo ya Mariakani ambapo mwanahabari wetu Halid alipambana na maandamano wakati wa kusaka taarifa zetu. Tusikize. Naam, tulipokuwa tukipiga mbizi katika kupika taarifa zetu, tulikutana na waandamanaji eneo la Mariakani, kaunti ya Kilifi.
Wakazi hao walidai kutohusishwa na ujenzi wa barabara kama njia ya kuwakosesha ajira ili angalau kutafuta mkate wa kila siku. Siku chache tu baada ya waandamanaji hao, Mamlaka ya Kitaifa ya Ujenzi wa Barabara imeandaa kikao cha umma ili kuhamasisha utekelezaji wa mradi huo. Serikali ama mashirika yanayohusika katika any project anywhere wasingoje wananchi waandamane ndio watoe design of a project, because mwananchi ako na right ya access to information, timely access to information, kabla ya wao kuanza kuandamana kuleta vurugu. Leo sisi kama wana Mariakani tunawaambia, we are sending a strong word to SAI consultants and Kenha themselves. Tunawaambia ya kwamba nyinyi msipotupatia watu wa Mariakani design ya barabara, tupitishe through a public participation na itangazwe vizuri, watu wakuje. Tunataka lori parking Mariakani kama CSR, tunataka kuajiri vijana wetu wapate ajira, mama wetu wapate mahali pa kufanya biashara, ndio biashara ipate kuinuka Mariakani. We are the stakeholders of this road. Hataki kutengenezewa kitu ambacho kesho kitatuliza. Hii ni kitu ambacho kitakaa miaka yote, na hatuko tayari kuona kitu kinafanywa pasipo sisi kuhusishwa, na hatutakaa tutulie tukiona barabara inajengwa kama vile walivyojenga pale Bonje, wakaandika black spot, waje waandike Mariakani black spot. Mariakani will never be a black spot, and that one we refuse. Tumepata malalamishi yenu, tunaenda kukagua na tutawajibu within 7 days. Ali Senzota, Juhudi TV kutoka Mariakani, kaunti ya Kilifi. Tukidunga sasa katika spoti ni kuwa wanasema siku zote kokote popote na momote duniani kila spoti ina sheria zake. Na mimi mwana spoti Andrew Lang pamoja na wenzangu tutakuwa tukidunga kukupatia taarifa kuhusu mchezo mpya uliozinduliwa hivi majuzi hapa kutoka katika shule ya upili ya St. George's. Hivi ndivyo wana spoti wa lacrosse, mchezo mpya uliozinduliwa hivi majuzi, watakuwa wakisimulia moja kwa moja kutoka katika shule ya upili ya St. George's. Watakuwa wakikueleza vile mchezo huo unacheza, na kama utakapokuwa unaona hapo ni wanafunzi watatu ambao watakuwa wakirushiana mpira wakisimulia zaidi kuhusu mchezo wa lacrosse uliozinduliwa hivi majuzi katika shule ya upili ya St. George's. Hii ni mara ya kwanza spoti geni kuzinduliwa maeneo haya Kaloleni na Pwani kote. Utapata habari kuhusu spoti hii ya lacrosse. Jina langu ni Andrew Lang, na sasa tunaelekea, na asanteni sana, asante. Sasa tunaelekea katika